Haleluya. Watu wa Mungu, nawasalimia tena kupitia jina la Bwana aliyetupa afya, uzima na amani. Leo nakuja na tendo nisemayo kwamba kuokoka ni kupona. Kwa nini binti ujishushe thamani yako kiwango hicho? Mimi nimeamua kuolewa na Yesu, na katika chaneli hii nitakuwa nikizungumza sana kwa nini nimeamua kuchukua maamuzi haya, lakini kwa leo nitasema tu kwa uchache kwamba hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Yaani kitu kipya ni kitu ambacho kinapigiwa kelele, ni kitu ambacho kinatamaniwa, ni kitu ambacho sio kitu ambacho kuna tofauti sana na mtu akikuletea kikombe kipya na cha zamani. Utakuta kwa namna tu ya kawaida kila mtu atakipenda kile kilicho kipya kwa sababu kina muonekano mzuri, kina muonekano mvuto. Basi mimi baada ya kuona kwamba inawezekana kukaa ndani ya Kristo na ule upya naona unazidi kurejea. Mwili wangu haukuwa hivi, nilikuwa ni mwili ambao umejaja, umechoka, mzito. Naona sasa Mungu anazidi kupruna kuweka kwenye namna ambayo inafaa kwa utumishi wake. Akili yangu haikuwa hivi, ilikuwa ni nzito. Ninawaza kuolewa tu na sio kuolewa na mtu yeyote. Ni kuolewa Nyakyusa nasema mwanaume mbele. Ni akili ambayo naanza kuolewa, lakini napo kuolewa na mtu ambaye yanakuta kwamba amesoma ndio, lakini pamoja na kwamba amesoma ila kuna sifa unakuta umezoeka mzito. Naona sasa Mungu anazidi kupruna kuweka kwenye namna ambayo inafaa kwa utumishi wake. Akili yangu haikuwa hivi, ilikuwa ni nzito. Ninawaza kuolewa tu na sio kuolewa na mtu yeyote. Ni kuolewa Nyakyusa nasema mwanaume mbele. Ni akili ambayo naanza kuolewa, lakini napo kuolewa na mtu ambaye yanakuta kwamba amesoma ndio, lakini pamoja na kwamba amesoma ila kuna sifa unakuta umezoeka. Amesoma, ni msafi, sio kivile, hamna kitu. Huyu angalau lakini hajafikia. Sasa anakuta kwa sasa akili imesafishika kabisa. Mtu wa Mungu anaposema kwamba mimi nimeamua kuishi na Yesu tu. Nimepima maswali yote ambayo unaweza nikaulizwa. Nimesoma vitabu vinavyosema mwanamke ataacha wazazi, ataambatana na mmeo. Nimesoma vingi sana, lakini pia nikaja kusoma na vile vinavyosema kwamba Paulo anavyosema kwamba anavyojaribu kusema kwamba heri zipo nyakati zinakuja, tutasema kwamba heri kifua ambacho hakijanyonyesha, heri tumbo ambalo halijazaa. Naona kwamba ni kweli. Nilikuwa naona ni ndoto kwamba mimi nawezaje mimi Meshaya nawezaje, lakini sasa ninapoona nimeweza nazidi kurudi sasa kuambia mabinti wenzangu kwamba hapana, inawezekana. Ukiwataka kufuatilia taarifa zangu nyingi sana kwa undani Facebook Sifa Bujune, utapata maelezo yangu mengi. Karibu sana. Naamini kwamba utabarikiwa na utajifunza kitu. Utaona kwamba ni kweli, ni binti, ni kweli anayosema ni kama yako mbali, sio rahisi kuyafikia, lakini nikwambia tu kwamba hapana, penye hapana njia. Kama mimi inawezekana. Yajayo yanafurahisha. Ikiwa tutakubali kusikia na kuombea na kuelekeza hayo kwamba mimi nimeweza na uweze kuyafanyia kazi. Najua usipojifunza wewe ukitaka kuyafanyia kazi, utajifunza kwa mimi. Tuona kwa mimi kwamba hapana. Wakati unapokuambia je yanafurahisha, sio ya mwaka kesho, hata ya kesho nikikwambia ya kesho, najua utaona kwamba hapana, alivyokuwa jana sivyo alivyo saizi. Naamini kwamba utabarikiwa sana, utajifunza kitu kikubwa sana. Karibu sana. Amen.